Wow. Unajua song gani Alfred? Song kama gani? Ile song unajua vizuri. Ile song unajua ukiambiwa uimbe uko tu sawa, yani Tugena bere ani milioni. Ulisikia wapi? Zile wedding, yani lazima ichezwe kwa wedding zote. Kila pale, lazima iko kwa harusi. Hiyo kama unataka hiyo ya Kikuyu unajua. Kama uko unauliza wimbo tu yoyote. Very interesting song. Hakuna harusi. Ule mtu alimba hiyo wimbo anafaa kucharge anyone that is going. Iliko bahati? 29. Anafaa kucharge. Anaitwa Kayamba Africa. Anafaa kucharge. If you sing that song, you pay me. By the way, juu watu siku hizo wanacheza na hawaitwi juu uko na song. Yeah, you know. They need to get paid. We started this song, but now you are playing it and you know, you are not paying me. I'm the one who scripted it. Wow. So hi people, good people, tumekuja, tumewasalimia salamu za... Acha kuongea Kiswahili Kikuyu. Sasa unaongea Kiswahili Kikuyu. Okay. Salamu za Mungu. Wow. Ama salamu za kiungu. Salamu za kiungu. Lazima uweke shima hali inahitajika ili kusemekana kuongea Kiswahili mufti ama Kiswahili sanifu. Okay, anyway. Good evening, good morning, good afternoon. Hi there. You want to say hi to those people who are in Egypt? What's time is now in Egypt? In Egypt, 1 hour behind. 1 hour behind. So that means it's 7:50 p.m. in Egypt. In Israel? And Israel same time. Same time? Same time. Same time as here? As wow, here. that's oh, good. Wow. Hey. So Kenya is a Canaan. Oh, so Kenya should be in Israel. Same time. And by the way... Imagine... Wow. And by the way, Ethiopia is in the Bible, right? Yeah, Ethiopia is a Kush. And we shall cross over to Ethiopia and then we cross over to Egypt. Yeah. Do we need to come back? No. Yes. I think it is not. It is not. So I have been told for me to remain there, I have to marry a lady from there, or rather I convert to Judaism. Wanyabura. So what is the easiest thing? It's to marry. What if you marry and then divorce? God, I don't think tutakumkuza kabisa. This man. He coming on like this. Unaona wengine wako hapa walijipata hivyo tu wakajipata kukiwa citizen wa nchi zingine hapa. So that is the easiest way. Actually, that is the easiest method. It's not a godly method. Is it a godly method? No. But it's the easiest method. Okay. Anyway, you don't have to become an Israelite for you to be, I mean, to remain godly. Just be in Kenya and be true to your God. Be godly. Yes. Yeah. Avia Wanyambura to understand ni makara. 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 What is that? Makara. Peppers. Oh, papers. Oh, yes. For you to get papers, sometimes you have to do some crazy things in the world. You know, after that, immediately Nyambura steps in. Like queen. Because you see, Queen. let me ask. It's funny. It's a funny question. Assume I have married a lady from Israel. And then divorce. Yeah. What if I want to come for my wife now from Kenya? Yes, for complications. No, you see, the lady I married from Israel, she already made me a citizen now, right? So what if I need to come for my... But your citizenship is based on your marriage to her. If you divorce her, your citizenship is invalid. My citizenship becomes invalid once I divorce her?
Wow. Okay. So Israel is not the same as America. Okay. So, do you know what happened in America? Yes, I know. You know, he's been there. We must revisit your your case. Acha leo story. Ati after Makara ikiiva, divorce Makara, go get your love. Gladys Bata. Makara go and then you go and get your love now. Wacha kuharibu Farodi. Unajua Gladys Bata akianza kukwambia hivi. Because we need to know who is Butter. Because Butter could be a name came from the same procedure. Gladys, anyway, we are happy today. And kesho ndio tuna chomoka from Kenya. We are actually leaving Kenya to our other home, because Israel is our other home. Israel Honestly, is a home far away from home. All these stories that you hear is just the excitement. There's nothing in what they're talking about. Just the excitement of that they're going. You know, Alfred and Minor. Imagine totally they are our bosses, but they were denied visa. The Bible says it is not by mighty, it is not by power. They are struggling. They They are struggling. We were not denied. They are struggling. They are struggling to get visa. We were not denied. Don't sugarcoat. Don't sugarcoat. Our In time quote, don't sugarcoat the statement. our time will come. The time will come. Yeah, the time will Our come. time has not come. But the Bible says it is not by mighty, You know, I'm it is trying not to by think. power, But by the Holy Spirit. but through the Holy Spirit of God. Yeah. Do you For know? them, Let me tell you, Pastor. Imagine, like for example, on your case. Let me use you as an example. Yeah. You come and tell us, please prepare. Christ is coming. But imagine now, you being left you behind, left behind. and you told us Christ is coming. So we may. You see also, that is one side of the scriptures that you're looking at. Even John the Baptist was not Christ. Yeah. He came and prepared. To prepare the way. So you're just the Baptist. So even if So John the Baptist prepared the way for the one who was mightier than him. Than him. So now, So we are mightier than you. no. If you You look at it- prepared our way. if you look at it that way, we will all get into heaven together. but how you're not going to do that? Hallelujah. This is the Lord doing. And it is marvelous in It's our just eyes. excitement. Yeah. We are so happy. We are very sorry for you and Elder Minor, because you trusted your mighty, your power, your faith. You know, Maina said he knows, he even knows the ambassador himself. How can you say that? Okay, we are just talking. Mr. Minor said this. At even the ambassador, we normally talk. How are you? Directly. It's easier for him to bring the visa to him direct. Yeah. He does And not need to told go us, there and pick it. We were in Married and he told us, don't worry. He just forgot to call him. If he called him, things would have been different. He just forgot. The funny thing is, people expected to receive calls. Course. I was not called myself. Do you remember there's a time they used to call people? Yes. I was not called. Because God knew. You see, my name is Isaac. Yeah. You see, my father, So you're going home. Abraham, So right now you're going home. you see, Abraham was my dad. So I need to go home and see where he used to do his things. What about Anthony? I'm from Naphtali. I came from the Naphtali tribe of Naphtali. I remember, Naphtali. Yeah, I'm going back home because I live under the grace of God. So are you saying that our names betrayed us? I wish Mr. Elder Minor is here. I think Elder Minor, his name betrayed him. Get a biblical name. So, Pastor, when you go, Yeah. pray for a name for this guy. We'll pray for the name of this guy. Sure. Boaz, I told him. We need to change your name. We need to Yes, change your boss. name. Boaz. Bartholomew. But remember what happened to Boaz. Bartholomew. Boaz, no matter he was in Israel, he was put aside. Yeah. So We need to change your name. Probably to give you a name like... Anyway, people,
this is very good. These guys are good. They're not going to make us feel bad. We are very okay. You are already feeling bad. We want these guys to go and It has not been easy. They're the ones that are going to prepare the way. It has not been easy preparing papers. These guys are going to prepare the way. You and know- then we will go. Alfred, you're my friend and I love Because you. let me so tell I call you, brother. you know, funny enough, it doesn't mean that we had the right or the best bank statements. We have nothing. Sikia Gladys Bata. God knew. Gladys Bata na kinyongo. He says is on my bucket. Please. List lazima nifike. Huko. So just know that we are going with you next time. Don't worry. Let these guys go prepare the way. They'll come with a story. But remember what Tell happened to stories. John the Baptist. We might come back There is with a time Christ. came in a point to send his disciples to Jesus Christ. Just go and ask Jesus, Yeshua, that I'm the one. Is the same Yeshua I prepared his way, or there is another Yeshua who will come? And Jesus told them, I'm here preaching the gospel. Can do this. So remember that, my brother. You are saying you're John the Baptist. You But- are the John the Baptist. They are going to prepare the way for you. Christ, Christ went to prepare where we shall go, right? So we nobody knows when he will come. So we might come back with him. Yeah. So it is. Who knows? No one. Who knows? We can come back with Yeshua. Who knows? You Nobody bring him knows. back to Kenya. Lord come. Lord God. We love this man so much. You bring him to Kenya. If you find him there, you stay there with him when you come back. Anyway, so thank you so much. Karibu sana Pastor Ngaruya, Thank you so much. and of course our host and our Israel host, and of course the planner, and of course the sponsor. And it was not our wish to go without you. It happened, and of course other people who maybe I won't say that they never qualified, but we cannot even explain. Even Alfred himself can't explain what happened, because you were in the list, your wife was in the list, Wanyambura was in the list, Mr. Maina was in the list, among others, and we cannot even explain what happened. We just found ourselves. I can explain to them. The Bible says in the book of Isaiah, when the time is due, I'll make everything to be beautiful. So the time is coming for them. Time is coming. And so we thank God for being part of those who will go this time. We cannot say the process or the protocol God used for us to be part of those people who are going. But we just need to thank God, because we really needed to go. God knew that we really needed. Sure. Because there are prayers we needed to just take them direct. And therefore, Alfred, we want to thank you. And maybe before we end our stream, you will have to say a word, especially to those people who were not, who didn't get that chance, and they had paid. We shall give you that chance maybe to have a say to them. Yes. So, Pastor, karibu sana. Asante sana. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Leo umefurahia sana kuliko vile unakuwaga unafurahia. I think it is because you are Unajua great. tumezoea Jambo Jet. Tumezoea jambo 55 minutes tuko Malindi. na inaogaga mawigu. Sasa ile ni kubwa. So ile hata utajua unapitia, utarealize ushafika. Yes. So we thank God. Kitu mimi nataka kukuomba, please usiende na suti. Mimi nguo zote nimepaka ni suti. I cannot lie. Nimepaga suti 10, tai 10, sabushuta 10. That's what. I told you, me lazima nivae suti. Na tai. So I hope uko tayari. So tell them what some of the things you're going to do when you get there. Israel. Yeah, what are some of the things you're going to do? So these guys are going to be going to all the holy sites, many sites. So this is from Nazareth to Capernaum, to the Galilee, to the Mount Carmel,
to Bethlehem, to the Beatitudes Mountain. It's also a document. Yeah, because we know there are people who might follow us. The people who may It's right here. need to accompany us These from guys are there. leaving tomorrow. So because they're leaving tomorrow, so this is Egypt. They're going to pyramids of Giza, the Phoenix, the Hanging Church, perfume and prosperous factories, as well as cotton industry, Church of Saint something, Church of something, Ben Ezra something, all this. Yeah. So something, Suez Canal, Spring But of the Moses. most important part in Egypt is the pyramids. Yes, so Suez Canal, Springs of Moses, Wilderness of Sin, something down there. You So know, there's a lot of things. I read the Bible some years back in 1986 Yes. about the desert of sin. And I told my dad, the brother to my dad is a pastor, he's a level of Kenya Assembly. And I told him in 1986, one day God will make a way for me. And one day I'll be there, the desert of sin. What does it mean, the desert of sin? When you read the word of God in the book of Exodus, it was when the children of Israel began their journey from Egypt to Canaan, from Mara to desert of sin, from the desert of sin to I'll show you in the Bible. No, show him when you get to the place. I'll show you Yes. So there is the well of Moses, the burning bush. What is the well of Moses? But you're not going to see the burning bush. No, just where he was. Yeah, it's not burning anymore. Oh, okay. Well of Moses. Yeah. The well of Moses. So yeah, St. Kathleen, that's just Mount Sinai on top. So that's going to be an interesting experience. Climbing Yeah. Mount Sinai. Yeah, You're going to yeah. climb from 2 o'clock in the morning. And then from there they will be going to the Pillar of Lot. That's in Israel. Then they go to Hold on. That's Lot's wife, not Lot. the Pillar of Lot's wife. Yeah. Yeah. Don't say Lot. Lot's wife. Okay. The Dead Sea entry, baptism side, of course. Barodi will get Are baptized. you going to baptize? You're going to get baptized. You're going to do the baptism there? Yes. Okay. And you're going to baptize by Yes. No, I have to make a decision. You cannot baptize me By fire, by force. by force. By fire, by force. So Jericho, Barodi is coming. Prepare for Barodi. Jerusalem, the old city, Jerusalem via Lions Gate, Wailing Wall, Garden Tomb, Mount Zion, Bethlehem, and something, Nazareth, Well, and then they're Cana. going to pray on Mount Zion. All that. Yes. They have to do all these things. Sea of Galilee, Jaffa, Caesarea, Haifa, and then What of breakfast the Jesus top? and back. The tomb. The The tomb. The Church of the Holy Sepulchre. Yeah. Sorry, here. So you'll go inside and see it. Yeah. Because there's a place. You're going to see Yeshua's birthing place, which is in Bethlehem. And then you're going to see his place of rest, which is in Jerusalem. This is called the Garden Tomb. So Oh. that's where you're going. Garden Tomb and then Mount Zion. So, yeah. Wow. So I heard that you can also place your phone on top of the garden tomb Yeah, please don't do and that. pray for those people who are in your contact list. Please. That's it okay. possible? Yeah. Is it possible to use the phone in the... Absolutely not. When you go into the tomb, no phones are allowed. You can pray outside. Outside they have places where you can pray. But when you go into the Holy Sepulchre where the tomb is, you know the tomb is down. It's not up, it's down. Is the... Yeah, you don't take photos. The top You're gonna of- see it's gonna be of Aramaic. it's gonna be a line of hundreds of people there. But I'll show you. There's a place. I saw one But journalist the placing place where his you can phone take your- and praying for those people who It's are. okay. in- It's you can- okay. you can It's take- okay. You can take prayers. You can write the prayers. So people wrote the prayers, and you can put them in the wall, in the Wailing Wall. Many prayers are there. Yeah. When you go to the tomb, you see that many people are there coming to pray. And same thing for Bethlehem. When you go to Bethlehem, you go to the place of the birth. You have to go down. Ati Waisrael washapata Jesus wao already, mtaenda kumuona. Is that true? You already have your own
Messiah. Messiah, that we shall see him? You definitely can't see him, but he's there. He's there, but you can't see him. Yeah. Why is he then? I'm trying to read the comments from here. I'm not understanding. Translate it to English. What did they say? She's saying that we shall see your own Messiah there. Who's on Messiah? I don't know. But they're saying you are Messiah. Israel's Messiah. He's there already. We shall see him. In Israel, you don't have a current Messiah. You have rabbis and you have different priests. If you visit the Hebrew Israelite community, you see priests there. But as for Messiah, no, you won't see a Messiah there. You see Messianic people. Okay. Yeah. Messianic. Messianic people. Okay. So we're here to pray about the trip, and of course, just give thanks to these guys that they're going to be going. So Alfred, maybe before Pastor prays, maybe you can explain to people why we are not going as a big group. Yeah. As we So were yeah. supposed to do. So yeah, we were about. Of course, the Americans went. So the Americans went. The Kenyans from the Kenyans, the Americans, please. We are doing this Kenyans show. in America. From the UK. There are people from everywhere. The first lot from people from the diaspora went. Speak in Swahili. Avi will not hear. He's distracting you. Yes, Avi, can we just do the show kindly, please? So the people from diaspora went, and they enjoyed this themselves a lot. Of course, they can testify. They can come online and say how the experience was. Walishukuru sana, and it was very nice. And they went back, and after going back, now the Kenyans are going, and we were unlucky that so many people did not get their visas. Because things to do with visas, it's beyond us sometimes. So you only present your papers and then they decide whether to give you or not to give you. But finally, we have a group of the people that are going, which is about 4 or 5 people going. And they will go and represent us and pray for us. We will be praying for them from here. In fact, we've been praying a lot, even from here. Even, you guys, we went to... we've been praying for this trip from when we started and praying for many other things. Even we pray for the kids from Hardy School, you guys know, and they perform very well. So you can pray from where you are. You can pray from where you are and your prayers will be heard. And of course, if you get the opportunity to go to Israel to pray, well and good. If you don't get, we pray from where we are and God will still bless us. So we're feeling the blessings and yes, I think Pastor will take it on from here. But we are here and then we'll continue with the show. So, nafikiri ni vizuri waambie wale waliachwa ama hawakupata nafasi wasisikie vibaya because you also wanted to go na hukupata pia nafasi. So si kila mtu alipata na mimi nishaenda. The goodness is that I've gone before. I don't know why they chose not to kunipatia visa sahi. Lakini ni sawa. Hakuna uchungu. Next time tutajaribu tena na tutaenda. Ya Mungu ni mengi. Okay. Kwa hivyo saa hii msikufe moyo na wale wengine tuta-apply, we will do even again and again and again. So tutaendelea tu kuomba na kushukuru. Okay. Avi, Faruti ask him about Yanuka Rav Shlomo Yehuda Jewish Messiah. Say it again. No, I don't want to say it again. Please say for yourself. No. I said, currently in Israel, you find Messianic people. I was sharing with the pastor that the connection is always between the Creator and the Messianic people. The Messiah was always one who came to bring the people back in harmony with Yah, to bring the people back in harmony with the Creator. So you won't find one person who say, I am the Messiah. You're going to find Messianic people. Okay. Wow, Pastor. Yes. Ombea safari, ombea Hardy School. Ombea Hardy School. Nawaambia wazazi, shule zinaenda kufunguliwa, msisahau. We are still going on. Hardy is going on very strongly. Tuliperform vizuri sana with a mean score of 300, with 3 kids with 400 and the rest 300s, 250, 209. The list was about 250. Wengine wote juu. Mpaka 408. So tumeperform vizuri sana. Leteni watoto, come and let's study.
into the new term. Hao wakirudi hivi tunarudi shuleni and go on with their life. All right. Yes. Good. So utaombea hao watoto pia wenye walimaliza. And we are so happy to be close to a hard school. I mean tuko karibu sana na hao watoto. Don't answer that. Don't answer. No, okay. Who is talking the Black America English? She's from Georgia. Teresa napenda. Anyway. Yeah. All right. So to So, God be the glory. To God be the glory. So we are here to give the Lord the glory, yes. all praises and all adoration. Brethren, we love you so much, and it is our prayer that may Lord make a way for you. And usifeel disappointed because you could not enable to go with us. But we are trusting according to the word of God, where the Bible says, when the time is due, I will make everything to be beautiful. I know there is a time and season for everything. So don't allow any disappointment. Don't allow any man or any woman to disappoint you or to despise you. Remember this, there is a time and season for everything under the sun. It is our time. Tomorrow will be your time. So encourage yourself in the Lord and trusting this, that everlasting Father will make a way for you, and soon you are going to America. I know Farodhi alisema ya kwamba we can go to Israel and come with the Messiah or Yeshua. It is not true. He's not 100% sure, because nimeona mtu ameniambia kwa WhatsApp, Pastor, you know ninawaogopa. You can come with Jesus Christ and we are Hakuna mtu anajua wakati na no one muda. know the time. Yeah. No one know the hour for the coming of our Lord Jesus Christ. So people in Egypt, let us meet tomorrow by God's grace, or tomorrow but one. People in Israel, may the Lord bless you. Well, be in Israel, maybe Farodhi nilikuwa nimesikia akisema atapasua hiyo aelekee Qatar. Sio bari. By the way, from Israel to utacross miguu tu. But there is a landmine and Michelle and a bomb and whatever. So watch out. We love you, brethren. Let us pray. Kama hiyo dogo kuwa. Digosiri hena doge. I think kila kitu tumeongea. Cha muhimu pia ni kuombea ile kazi tunafanya na Alfred Yeah, by the way, ile kazi tunafanya, hii trip ilikuja kwa sababu hii trip ilikuja juu ya hiyo project. Ya kwa sababu ya shamba. Hii trip ilikuja kwa sababu ya tunuza shamba. Na unajua pastor ndio of course so juu ndio pastor wetu wa kuandoa shamba. Basi ulipata hii nafasi. Akapata nafasi tuende. Na pia Barodhi of course wamefanya kazi mingi sana. Unikae karibu. Unaona? Na imagine nitakaa bali na wewe. Imagine nikikaa karibu na yeye nitapoteana na Mungu. Yeah. Just imagine. Mimi sikia anapoteana na Mungu na kukaa karibu na mimi ndio nimepata Israel. So just imagine, unajua hata Barodhi alipata passport kutoka kwetu. Passport hakuwa nayo. Sijawahi kuwa na passport. Amepata passport na amepata ikikuwa na mpaka visa. Yaani ni Mungu tu. So people to have a passport. No, yani aliapply kwa sababu ya hii safari. Na imegongwa stamp mbili za visa mbili. Because of hii safari tulifanya ndio akapata hata nafasi ya kupata passport. Yeah. Wow. Which was a very good thing. So tunashukuru sana, tunashukuru Mungu, at least the trip ilikuja ka happen. And God has been great. So tunashukuru sana pia nyinyi mlipata cheti. We've done what we are supposed to do for you to get your title deeds. Na kuna watu address wanapinako. Wanapinako pia title zenyewe ziko tayari, zinaendelea kutoka. Wale wamemaliza, wale wako katikati pia tunaendelea kushughulikia. Na kuna watu wamepata a few communications from this other side ya kitu inaitwa CGT, inaitwa Capital Gain Tax. That is Hekalu Company Obligation. Si obligation yako. You only appear as the buyer, but I am the seller, I'm the one to pay the capital gain. So msishinde mnateseka sana ati mna panic. Watu kadhaa wamenipigia wakipaniko, hii KRA na niuliza nini? Hapana, si yako. You are the buyer, I am the seller, I am the one to pay the capital gain tax, which we are paying, and you're getting the emails to you from KRA, and then we making the payments. You also get the same communication. So Pinnacle imeendelea vizuri, tumemaliza, maji imeshachimbwa, tunaenda on to the next one. Barodhi anaenda kuomba, akirudi
tunamwagilia mafuta. We have a new project coming up immediately after, actually tumeisimamisha juu hii safari. Yes. Hii safari iishe, alafu tukujiza new project coming up. Very nice project. And funny enough, watu wa Pinnacle tayari kuna wenye wako na title kama mimi. Yes. I received my both titles last time I came here. There's a group, the very first group when you lipa cash iko. Yes. The second lot pia imeenda. Yeah. So by the end of January, the second group watapata title zao. Yes. And then the third group wanaenda wakimalizia. Yes. And please pay your balance. Yes. Tumerudi kazi sasa. Yeah. You can continue paying your balance. Na sijui kama kuna watu jana wameona news, wakaona the new wakili wanafikiri Konza sijui nini. Konza imeanza kufanya kazi. We need to extract that video. Yes. Ndio tuwatumie individually. Yes. Waone ni nini ilikuwa kwa news kuhusu Konza. Maybe you can highlight. Yeah, so there's a phone factory yenye na imeanza kufanya kazi Konza by July, according to the minister of anaitwa nani? CSO. Owalo sijui wa ICT. Wa yeah. ICT. Jana alikuwa kwa news. Amesema simu by July production yote inatoka Kenya na inafanywa Konza City. Inafanywa Konza City. Jirani yako anatengeneza simu. Jirani. These things are real. People thought we were faking. It is real. So you can right now anza kufikiria tu kuhusu Konza. Yeah. Because something big is coming. Yes. Watu watashtuka, unajua itakuja time umeiona kwa news imekuwa all over lakini hakuna plot. Yeah. So we are coming up with something big. Tukirudi, and therefore it's good to prepare. Na wale wamenunua na hawajamaliza kulipa, please pay because as we are making everything easy. Yes. Title easy, kila kitu. So make sure unaona Gladys Bata tayari ameitisha hiyo video. Yes. Nataka kuona hiyo video. Angalia hata news ya jana Citizen about your business. Hata hiyo project ndivyo iko kuitaja. Yes. Hiyo project tunaingia hatutaki kuitaja. Yeah. It is still close to Konza City. Yes. It is actually just a minute drive. 1 minute drive. Yes, to the main Konza gate City. of the Kenya. Yeah. Main gate. So hata ukiangalia news ya jana Hatukuambia price utapata. News ya jana utapata what is going on in Konza. July. Kuna mtu ameuliza kama Pinnacle imebaki. Pinnacle imebaki tu ine. We have 4 plots Pinnacle. Yeah. So nafikiri by the time nikuje simununua hizo 4 zimebaki. Yeah. And let me tell you, roho safi. I wish ningekuwa na hizo title zangu hapa, lakini nafikiri kwa ile video niliwaekea waliona. Yes. Tayari mimi niko na plots 2 zenye ziko karibu na hiyo maji tulichimba. Yes. Mbona mimi nikanunua? Why? Why should I be left behind? Naona ile, najua ni nini ile iko pale, alafu nijifanye unajua pesa ni mbaya sana. Maana nikilipwa nitaona pesa ni nzuri, lakini najua ni nini naingia pale. Yeah. Me, I want to be part of the immediate beneficiaries. Na wale watu wamenunua Konza, nafikiri anzeni kutafuta Konza kwa internet mjue Konza City ni nini. Yes. Hiyo ilikuwa kwa news, niliona nikiwa na Nyuki. Yes. Jana. Yes. Nitaambia timu yangu kule kwa studio wa extract hiyo part, alafu sisi wenyewe tutawatumia kwa inbox. Yes. Uelewe, imagine phone manufacturing Kenya. Yep. By July itakuwa tayari. Yes. Mnataka nini? What else do you need? Ni vile hataki kuambia project tunauza pesa ngapi, itabidi mungoje mpaka nitoke Israel, maana mmwagiliaji wa mafuta yako hapa. Na anajua obvious hatuwezi yaanza kuuza bila kumwagilia mafuta. Yes. And tukimwagilia mafuta pia tutapeana umuhimu wa kumwagilia mafuta. Yeah. Sio kuanoint tu. People need to understand why we anoint. Kwa sababu pia after kuanoint, you individual ni vizuri pia kuanoint. Yes. Maana kuna kitu tumefunza juzi tukawaambia kuna tofauti kubwa ya Alfred kuanointiwa shamba, anaanointiwa auze. Yes. Hiyo shamba na wewe ukinunua na usianoint, unaweza patwa na hako karoho kakuuza. Maana ili anointiwa ikiuzwa na wewe umenunua hujaanoint, uikubali sasa. Unaweza jipata ukisikia kuuza. Na hapo unaona Konza si ile shamba ununua alafu unafikiria kuuza. Hapana. By the way nimeadvise watu wengi nikawaambia wewe nunua na uisahau tu. Wewe fuata tu Konza, usikumbuke uko na shamba. Because there's a time utakuja kwa shamba yako usikie ni 5M. Uangalie mwenye anataka kuinunua umwambie siuzi, sitaki hiyo 5M. Kaa nayo. Very soon
probably by 2028, because if you remember the other clip yenye niliwaekea, sikumbuki nani alikuwa anaongea. Unaweza kumbuka? Huko ni mbali sana. We are saying yani by 2028 walisema, I think almost half, I think phase 1 itakuwa tayari imeisha. Phase 1. Hata phase 1 sasa hivi. Actually ni far, but by that time kila kitu ya phase 1 itakuwa tayari. Will you wait to 2028 ukuje nikuuzie plot 5 million, ama utainunua saa hizi imefika hapo tunauzia? Yenye sitaki kutaja maana sitaki wa relate na ile price tunauza. Please, a free advice. Konza is a big thing. If you never knew, sasa na by the way naenda hata kuiombea bado. Yes. It's part of the things zenye naenda kuombea. Wale wamenunua, hamjui mmenunua dhahabu. Tayari kama uko na title ya Konza either phase 1, phase 2 na phase 3, hii ya Pinnacle, umenunua dhahabu. And please, ukikuja Kenya, ni vile tu huwezi ruhusiwa kuingia Konza City. Hata sisi ni bahati, yani ni Mungu tu. Hiyo unaweza sema ni kama hii ya Israel. Hatujui ilifanyika nini tukajipata tumeingia, na Mungu atupea link ukataka kurudi tena, kuna ile ikinya unakanyanga unajipata umeingia. So it's a beautiful place, it's something that everyone is looking forward to have. Ni vile tu hata huwezi nunua huko Konza City ndani kwa sababu process ni ngumu, but wewe uko hapa nje ya Konza City una bahati sana. So please make sure be part of it. We are coming back after tumetoka kule Israel. So pastor, uombe hiyo project, uombe Ahadi School huko Joska ya Alfred, na wale wangetaka kujoin Ahadi School. Nasikia mini school ilikuwa 300, kuna watu watatu walikuwa na 400 plus, and of course kuna there are so many things you can relate with Ahadi School. It is not just a normal school. Yeah. So ni shule ambayo imeumbwa kwa msingi ya Ukristo and of course charity. So it has a lot of things you can relate, na pia ukipeleka mtoto wako you can be sure that atasoma na atakaa maisha mazuri. So pastor, kazi kwako. Mfalme wa amani, we give you glory, we give you praise, we give you adoration, everlasting Father. Baba, tunasema wastahili sifa zote, wastahili kutukuzwa mfalme. We have more than 1,000 reasons to say thank you for granting us favor, Jehovah my Father, ya kwenda Israel, mfalme wa ajabu. Lord, we are here to decree and to declare all this is your doing, and it is marvelous in our eyes, O Lord. We are here to worship you. We are here to give you glory. We are here to give you honor, everlasting Father. Jehova, tukiangalia mahali tumetoka na tumezaliwa, na Jehova, safari hii imefika yetu kuondoka kuelekea Israeli. Jehova, tumejiachilia mikononi mwako. You may be together with us. We pray for your divine protection. We pray for journey mercies, O Lord, that you may be together with us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Every city will encounter, O Lord. Be with us, everlasting Father. Manifest your glory to us, O Lord. Jehovah mazeka yandaba, ukubali kujitukuza na kujidhihirisha, maana wewe ni mtakatifu na wewe ni mwaminifu, mfalme wa ajabu. Uhimidiwe mfalme. We cannot share your glory. We are here to decree and to declare. It's all about you, Lord. It's all about you, King of our glory. Lord Almighty, receive the honor and the glory. Mazeka yata bakanda bazeria, irabona makanda la bazeka. Upokee sifa zote na utukufu Jehova, maana wewe ni Rabi Sherebe na Mazeria. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, tunaomba the power of transformation be within us and upon us, O Lord. We need the power of change upon our life, and we believe and have faith in thee, Jehovah my Father, that our life will never be the same again. In the mighty name of Jesus, thank you because of all, and my Father, umemsaidia kaweza kuwa platform for us, O Lord, to go to Israel, my Father and King of our glory. I decree your blessing upon him, my Father, together with his family, my Lord. In the mighty name of Jesus, you may bless them, O everlasting Father,
as they go out, as they come in. Lord, be with them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everlasting Father, Jehovah, I decree your goodness. I decree your peace and your joy and good health upon them, Jehovah, my Father. In the mighty name of Jesus, my Lord. The Bible says, the book of Isaiah, Jehovah, our vision and our expectation shall never be cut off. I decree and I declare, my Father, whoever Jehovah had an expectation, my Lord, to go to Israel, my Father, King of our glory, I decree and I declare according to your word in the book of Job, my Father, chapter 22 verse 28, that we shall decree a thing and that thing shall come to pass. We are here to decree and to declare their time and their season, oh Lord, is at hand, my Father, for them to go to Israel, oh Lord. In the mighty name of Jesus, we decree and we declare breakthrough, my Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Jehovah rikanda bazeka yataba, utaweza kujitukuza na kujidhirisha juu ya maisha yao, because you are so gracious and merciful, everlasting Father. Thank you because of the vision, my Father, you have granted unto your servant, O Lord, Alpha, my Father, because of Enoch, my Father, and Jehovah, my Lord. Sherebena mazoka yataba ganda, sherebena mazoka yataba. I had this call, my Lord. I decree breakthrough. I decree favor upon him, Jehovah. Favor upon his projects, my Father, and his visions. In the mighty name of Jesus. The Bible says, oh Lord, Sherebena bazoka, yetabakanda bazoka yandaba. Jambo lolote tutafuga hapa duniani biguni litafungwa, na lolote tutafugulisha biguni hapa duniani litafuguliwa. Nafugulisha baraka zake zote, biashara zake zote, project zake zote, everlasting Father, uweze kujitukuza na kujihidhilisha, maana wewe ni mtakatifu na wewe ni mwaminifu. Kuna project wako nayo Jehova, tukitoka Israel, oh Lord, ninaomba nguvu zako na neema yako Jehova. Kuna wengi wamekuwa Jehova na tumainio ya kununua mashamba. I pray, Jehovah, that you may provide money for them, oh Lord. You make a way where there seems to be no way, oh Lord. You are Jehovah Jireh, the Lord who provide. You will provide to your people, Jehovah, my Father, and they will be able to buy their plot, my Father. In the mighty name of Jesus, ninafugulisha utajiri na mali, nimefugulisha upesa Jehovah, na hiyo project ninainenea siku ya leo ikafuguliwa spiritual and physically, Jehovah, kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Even before Jehovah tumeenda kuidedicate, we decree your breath, we decree your presence in the mighty name of Jesus, na tunanea hiyo mchanga utafuguliwa Jehovah kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu, na watu wako watamiliki Jehovah. I decree the same praise to your people, my Father. You make a way for them, our wako diaspora na Gav, because you are so gracious, na wale wako Kenya na Afrika yote, maana wewe ni mtakatifu na wewe ni mwaminifu. Tunatangaza baraka juu ya kila mmoja, na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Amen and amen and amen. Wow. So thank you so much. Tunawashukuru pia maana mmekuwa pamoja nasi. Last year we cannot complain. Tulianza safari pamoja na Alfred last year January, and I think we were here in December celebrating a whole year. Yes. Since the time we met, and we thanked God because kila kitu imeenda vile tulikuwa tumepanga. You promised people to give them titles. There have been fake people all over, but you just chose to be honest. You just chose to be a good person. A lot of people feared you tukianza because they didn't know who you are, but I'm happy because I receive a lot of very nice messages. People are sending you money direct without even consulting me. People are talking to you. People are happy because you've been good to them. And I feel so good because people need to know the right people to invest with. People need to know the right and honest people to relate with, because that is the only people who can help them. By the way, Alfred anakuanga na Airbnbs. And I'm happy kwa sababu pia some of those people wameinvest nasi, nimewapata bado hapo wakiwa clients wa Airbnb. Kwa hivyo ukikuja Kenya usikuwe na wasiwasi, just call Alfred, mwambie ni reserve mahali, and it will be easy for you.
ulale mahali pazuri. Ni I think ni ndege tu unasikianga tu sauti zake, hakuna hooting voices, you know. Hakuna magari zinapiga kelele, hakuna, kumenyamaza tu. I wish one day siku moja nitatoka nyumbani nikuje tu Airbnb ni enjoy hewa ya huku. So ukitaka mahali pa kuja kutulia, hata labda uko Kenya na umechoka na huko kwenu, lipa tu hapa ukuje utulie pole pole, ufanye vitu zako, shughuli zako, and you will enjoy the place. So ukitaka Airbnb, he can provide. Ukitaka shule mahali mtoto wako unataka asomea, nice school, Ahadi School, Joska is a private school, kuja ongea na Alfred. Ukitaka shamba, ongea na Alfred. Wacha nikuwekee namba ya Alfred in case of any of those nimetaja. 0706 00 2338. Talk to Alfred kuhusiana na hizo vitu nimetaja, na atakusort because you are an honest man, and this country tunahitaji tu watu straight. Watu wako na pesa za kuinvest, ni vile hawajui watapatia nani. Maana una trust watu, una trust Farodhi anakupeleka kwa kampuni anajua utanyang'anywa. I mean, watu si watu tu wakuwa tu straight. Watu waache kwa sababu hiyo ni tamaa. Imagine nikikuja hapa nikutangazie kampuni najua itanyang'anya watu. Why should I do that? Si nikupeleka tu kwa mtu, hata fara ndidiri tu na mtu mmoja mwenye anajua ni straight, akusaidie usaidike na upate title yako genuine. I don't think we need to have a lot of things that we are selling lakini zingine ni fake. Tukua tu genuine because it's possible to be. Tukua tu honest na watu because watu wanachoka kupata hiyo pesa. Why then mislead people ukijua? So tunawapenda, and I will always show you the right people. Kwa sababu hii maisha ni kuambiana tu ukweli. Nikijua mtu atakusaidia na kuconnect na yeye anakusaidia, na huo ndio undugu. And therefore so see you guys in Israel. Tunapatana huko Egypt kesho, and then Israel, that is next week. We shall be happy to see you. Tupokeeni tafadhali. Tutasikia vizuri. Sisi hatutajificha venye mkikuja huku mnajificha hatuwaoni. Tuko na time ya kuwaona. So utalocate tu Google Map yetu. Kujua watu wanapita wapi and then wapi. Bas, tutakutana. Maybe utapata nafasi ya kuombewa na pastor. Najua wengi wenu hamkufurahia venye pia wale wengine hatukuenda pamoja nanyi, wengine walihitaji maombi, lakini because I know tumeanza safari ya Israel. Tunaenda tena na tena na tena. Tunaenda. Yes. Na pia tukiwa pale najua ya kwamba kuna wakati tutachukua time to pray for you. Ya kwamba you are pattern you are our project. Yes. To pray for you, and I believe God will transform. Kuna mtu ameuliza kama tutaenda live tukiwa huko. We will definitely do that. Kuna mtu ameuliza kama bado tuko fasting. Corporate fasting iko. Unajua mimi si kuwa fasting. Unajua ni vizuri niongee ukweli. Labda pastor alikuwa fasting kwa sababu labda kuna nyama choma ametayarisha huko. Alafu unajua haikuwa inclusive ya watu wote. Kuna watu wana fast 21 days, kuna wengine 1 week. Partial. That is it. God be the glory. Mimi tayari sijaanza yangu. Nafikiri labda after. Maybe in the after or February. Taki kuharibu nyama na maziwa na asali. Hapana, sio hivyo. Ni vizuri kuambia watu. Mimi nataka watu wakimaliza na mimi nianze, maana mtahitaji pia kuombewa na sisi. Farodhi sijui kama itafika. By the way, we need also to go and rest. Jana tumefika, tumeenda tumerelax na nyuki mpaka hatuko tunaona time ikienda. Tumefika huku saa 8 ya usiku na 36 karibu saa 9. Najua ulifika saa 9. Tulienda tukarelax, but we need to go and rest. We need to go and pray. I mean maombi tu. Maombi na kupumzika. The most amazing thing that is that you're not going to rest. You know, day by day you will be very tired. You will be very tired. Unajua hakuna kitu nzuri kama ukikuwa tired Holy Land. Yes. Unaenda kupray na kwenda kukanyanga hiyo tu mchanga ya Israel. Unasikia vile nimeambiwa saa hii na nani? Rafiki yetu anaitwaje?
Ameniambia niache subshoot hapa Kenya. Na shoot hapa Kenya. Itakuchoma mguu. Ameniambia niachane nitafute rubber shoes na open shoes. I forget nisahau kabisa suit zangu hapa Kenya na kila kitu. Sikia Naomi, ati wewe Farodhi supu ya Israel. Na ni triza Farodhi huwezi pitwa na food ya Israel. How? Unaweza fast aje ukienda Israel? Surely. How do you do that? Utaguswa na Mungu. Alfred is an honest good man. I have my titles. Drove to Konza. It's coming up. Thank you, Marion Lynn. Thank you so much, Marion Lynn. So asanteni sana. See you then. Tunataka kwenda kujitayarisha. At least pia tuweze kupata Packing. Yes. At least ndio to pack vitu. Pastor, unajua pastor hiyo chukule vitu zote spiritual mpaka hii safari haoni kama pia ni vacation. Ako mpaka na masuti na nini. Nimekwambia nimepaka suti gapi 10. Sina siku 10. Suti 10, shati 10, viatu hizo. Kuna kitu kingine na brush ya viatu. Toothbrush. Na Yeah. mimi ni mzuri. Kuna mwingine alibeba getheri. Tutawaletea Kafagara. Mnataka Kafagara? Tunaweza waletea Kafagara. Raha Premium hiyo ndio tunatumia hapa Kenya. Yeah. Because by the way kuna kuwa na ugali. Kwa sababu nikikosa ugali nitakuwa na shida sana. Kuna kuwa na ugali? Huko ni mkate tu. Mkate. Ni wheat unakula zile zimetengenezwa na mchele. Maana mimi Kafagara ama niende na unga tu nitazuiwa kuingia nayo airport. Ukajipikia. Si huko niko kwa room yangu nitajipikia. Unaona aje? Hatuwezi survive bila ugali. So let us do this. I know where sio miaka yetu ya kitabu. Miaka ya kitabu ulikuwa unapika ugali, unanyorosha na uji. Inakuwa kama imepreserviwa. Sio bia wa Nyabura, unajua Wagaruya ndivyo ananifanyia. Fermented. Yeah. That's how my family yangu imenifanyia. By the way nikuulize ile mizigo tunafaa kubeba ni how many kgs? 22 suitcase, 23. So you need to have 2 suitcases. Go light. For which reason? Kwa sababu unaona sasa ukienda 23 ya bag yako normal, uko zile vitu utanunua utaweka wapi? You need another suitcase. So you need 2 suitcases. Unaweza kubeba suitcase 2, 23 kilos. So usibebe 23. But unaweza nunua suitcase moja na huko. Si unaweza nunua suitcase moja na huko. So yeah, but kama unaweza beba. But it costs. Unabeba tu sasa unabeba tu kama 10 kg unaenda nayo. Hapo kirudi. Sasa nauliza nini hiyo ya 10k inabebwa? 10 kgs. Unless mtu anabeba thermos, lakini Farodhi utaweza kuona ameshuka. Farodhi na ugali hawa. Mimi nataka mawe na maji kutoka Israel. Mtuletee ndoma, lentils na makaroni. Hizo ni nini sasa? Ati najua mahali inauzwa Farodhi. Najua mahali ugali inauzwa. Nikikula 2018. Shida huko hakuna Kafagara. I'm sure. Unajua Kafagara ni wheat. Anapeleka Kafagara maana hatakagi bora. Farodhi unaweza beba mbembe, unga uweke kwa ile kwa ndege lakini si hand luggage. Okay. Sababu unaweza kaa aje bila kukula ugali. Wacheni kwa advice Farodhi. Mtaona ile kazi atatufanyisha huko airport. Unajua bagi yako inatolewa inakutoa kisize ya kilo 3 ya ugali. Na paketi ile za Kafagara unajua anajipanga. Mimi naikaka maisha free. Sasa utakula ugali juu maisha iko free. Okay. Mimi unajua utaniomba ugali tukifika huko. Nakwambia unaona sasa hii. Si ni wewe uliniambia ni convert dollars. Si niko na Kenya money. Na ninakuta washirika wangu huko. Unakolia Kenya money. Washirika wangu niwapatie Kenya money wanipatie nini? Shekel. Ni shekels. Huko tunahitaga sema kwambia central. Shekeli. Kuna wanatumia shekeli. Farodhi alisikia shekeli ya huko ati 20 shekel ni 720 shillings. Akasema ni kunyang'anywa. Usipitishe kilo tafadhali, itabidi utalipia. By the way Farodhi, anything water mafuta usiingie na. Kwanza kuna perfume yangu alitupa kwa nini kwa dustbin. Mpaka leo sijaisahau. Sasa na hizo perfume tunanunua huko tutazibeba aje? Usibebe kwa carry on.
unaicheki. By the way hata huko niliambiwa ningekuwa nimeweka kwa bag. Ilikuwa sawa. Shida ni ubebe kwa kale kabag umebeba hivi. Hapo ndio shida. Unafaa kuziweka kwa bag. Kwa hivyo tunaweza beba maji ya Kenya. Unajua maji ya Kenya ni tamu kushinda huko. So unaweza iweka kwa bag tu. You have been there. I never trust this man. Maji ni maji nzuri sana. Unajua kwa maji unataka na mingi sana. Kwa sababu sengine pengine mchana kuna joto. Nibebe maji. Na maji utapatiwa. Maji iko sawa. Okay. Maji iko sawa. Maana unajua vile napenda maji ya kwetu Nyandarua. Unajua Badeas inatoa maji safi. Naambia Wanyambura ampikie chai. Kwanza chai. Mimi nikiruhusiwa kubeba tu thermos huko hakukai kuna chai. Tunachagua Mombasa na ndege tukigojea kunywa chai. I don't know what to do. Mimi hiyo shida hata naogopa ni kuachwa na ndege. Unajua Kenya nimeachwa mara 3 na ni hapa Malindi. Sasa ya kesho nikiachwa sijui ndafanya aje. Imagine kitu ya kushangaza. Kuna wakati ananipigia simu nikiwa kwa nyumba. Ananiambia Pastor Gloria, where are you? Sisi tumefanya mpaka cheki. Anambia itaningojea tu. Najitayarisha. Naambia Zakayo twende itaningojea. Au wanasema ati kuna mkubwa anagojewa na ndege. Inaningojea 45 minutes. Naenda naingia na si mara ya kwanza. Mara ngapi? 3 times. Ako hapa. Yeye wanachagua na Kamodo mpaka anapeleka Kamodo speed ingine Kamodo haja aiona kwa. Anyway, so thank you so much. We love you people. So yeah. Na tukutane basi huko. We shall be back soon. Kenyans, we love you so much. We shall be back soon. Yeah. You will see them live. Mutatuona live by the way. Hata huko kwa shida ni moja. Huko tumezoea kutumia data. Huko tukikosa wifi hatutaenda live. Sababu kama Mount Sinai wifi inatoka wapi? Si. Basi wanatumiaga nini? Unajua kwa nchi yenyewe ndio unajuanga wewe si mwenyeji. Si wale wa dada. Lazima uko na line ya huko ndio uweke data. Huko wale walikuwa wanatabia wanataka kujua mahali wako watutembelee. Si watukujie na line yao watukusaidia nao wakati. Ama watukujie na wifi gadget. Yeah, wifi portable gadget. We use it because for us, not because of us. I told you only because of us. Ni sababu ya watu. We watu. want to pray for these people. They have been a blessing to us. Tifarudi hata show off uko nayo. Wacha nikuulize, ushago siku tulikuwa tunaambiwa tunaenda Nairobi, hata uoni usingizi. Huko si Nairobi tunaenda. Benita Benjamin, hakujaniambia poa. Hapo kwanza nitumie dola kadhaa. Unajua sasa Alfred ananiambia ati ni convert like 100k into dollars. Muulize kwa wapi 100k ndio ni convert? Tumeyo online. Nishukuru tokole haka nekire. Najua nakwambia weka maisha free. Brother, weka maisha. Wanatumianga wifi. Na huko kwa mlima kuna kuoga na wifi. Unajua tulikuwa tunadanganya yule rafiki yetu. Lakini ile pesa alikuwa amelipa na sababu haendi, tukonvert hiyo pesa ya Maina. You know, tutumie. Ngoja tuambia Maina akaleta fujo sana online. Umeona jana? Tukamwambia pesa yake. Alikuwa amelipa juu haendi tu convert. Tutatumia huko. Jana ameleta fujo mpaka akaongea. Mpaka ya story anaikatia katikati kama sijamaliza jua venye na maanisha. But God is so gracious and God is... $3 iko sawa. $3. $3 ati zitakuwa sawa zitatoka. Lakini ni wa Kitengela. Kitamaje ni wa Kitengela. Nakuweka Kitengela. Akisema ati $3 ati zitatosha. Huyu ni wa Kitengela huyu. Hatuwezi muamini. Huyu anakudanganya. Sema $300 hata $300 bado hazitoshi. Hata $500 hazitoshi. $300 ni 40,000. Hata $500 hazitoshi. Probably $1,000 ndio zitatosha. Kuna uga ya nini ile ya serikali ya yero huko. We anasema ni nzuri kuliko labda Egypt. Labda Egypt. Unaambiwa kama ukuli supergate uko na shida mingi sana kama mimi. Trizaru ameambia Peter Machari $3 ni 300 actually and something. 300 shillings. By the way, you know it is a 300 shillings. $3. Na umikei ananiambia hata sijalala hii wiki.
Wacha mchezo. Mimi nikose kulala. TV kisijalala. Au jalala kwani jana ulienda kulala saa ngapi? Na wacha tuongee ukweli. Jana umeenda kulala saa ngapi? Saa 10. Aje akuongea. Yeah. Tupe location ya Egypt, tutakuja na line na data by the way. Tasaidika. Shida hata kuambia tumefika. Hatuwezi waambie juu hatuna wifi. Airport iko. Airport free wifi. I think so. Maana tunafaa kuambia tumefika. Lakini sasa airport utaenda ukifanya hivi. Unajua kuna rafiki yetu najua anaweza enda akifika tu airport. So unaweka tu roaming. Unaweka simu roaming. So inakucharge data ya hapa. Una go roaming. Wale watu wanaenda na line za huko unaona bado wanatumia M-Pesa lakini wako nchi nyingine. Una roam. Unajua hako kakitu kanaandikwa roaming nimewahi kaona lakini sijai katumia. Ni kagani? Kuna mahali kwa hizi simu kumeandikwa roaming. Na mimi naionanga naipita. Kumbe siku moja nitaitumia. Roaming. Hebu nikuonyeshe. Juu fanya hivi tu hivyo. Iko hapo Hapa. Data roaming. Wacha nikuonyeshe. Mobile data roaming. Kwa hivyo nikifika huko itakuwa active. Roaming. Unaweka on. Kumbe hizi vitu zote ziko kwa simu tutakuja kuzitumia siku moja. Lakini kama hauko hapa. Kwa hiyo uwezi roam kama uko Kenya, lazima utoke. Ukitoka roam. Sasa wabia wale watu wanakutumiaga messages za kawaida, utaziona ukirudi. Kwa hivyo watumia WhatsApp. Unasikia vile Farouk. Ukiwa na huko wazita ingia. Sababu mtu anaweza kuwa na emergency atumie WhatsApp. Umeiona? Unajua sasa hii mashini yako si zile mashini za kawaida kama hizi. Huawei data roaming. Hapo ni renda. Hapa ndio nitaanza hivi kitoke. Ukiwa hapa hizi tumika. Of course itakuwa a bit expensive. Yeah. Kwa hivyo unapata data za 100 unapata huko ni kadhaa. Lakini bora uambie tu umefika na ukitoka hapo unaenda wapi? Upate huko. Ama WhatsApp call. Lakini sasa wifi hauna. Yenyewe kuna shida. Kuna siri. Sasa nyinyi mkirudi ndio mtakuwa na experience ya kuambia the next. How you did it. Mmesalimiwa na Mkwanjero, Jacqueline. Ametuambia safe flight. Nimepata. Niko nayo. Kwa hiyo nitaenda nayo. Okay. Wow, and I've seen a lot of people. Wow. Wow. Anyway, thank you so much. Najua muda umeyoyoma sana. We have few hours. So, see you there. Yes, I still believe kuna Wakenya wengi sana wako huko kwenye tunaenda. We trust you for our lunch. And tumeweza kuwatrustia vitu sasa. We trust you for our lunch. We trust you for our pocket money. Tumehudumu ya kutosha. And return shopping. And return shopping. Tumewahudumia ya kutosha. That's true. Sasa ni wakati wa kukula matunda ya Israel. Ya wana wa Mungu. Anyway, we love you people. Amen. Be at the airport 3 hours before mwende. Okay, kumbe hiyo kitu ni serious. Yeah. Ni serious. 3 hours You remember before. the other lady from Germany wakati tulikuwa tunaenda baridi. Nilimpata airport akaniambia aliachwa na ndege, so she was looking kama aweza kupata ndege kiti ambaye haina mtu. What? Na akaniambia alikuwa amefika 1 hour before. 3. So we supposed to be there 3 hours before. 1 hour gate closed. Gate closed. Hata ticket ichukuliwe. Na vile nimezoea kuchelewa. Kwa hivyo nikiamka tu asubuhi mimi nafaa tu kwenda airport. Vile nachelewa wangu wakati tu nikiamka nikuwe tu airport. Maana unajua kuna time niliachwa na ndege ilikuwa inatoka 6. Mimi nifika hapo 5:45. Hata mimi ni mchezo. Nilikuwa naenda mazishi. Lakini juu nilikuwa lazima niende hiyo mazishi. Ile ndege next ilikuwa inapatikana saa 7.
Sasa si mimi haikuningojea, lakini hii ya saa 7 ilichelewa. Mpaka nilikuwa naambia nyinyi si mlikataa kuningojea. Mbona nyinyi mmechelewa na naenda mazishi? Kufika Kitale nikaambiwa sasa kutoka hapa tena mazishi iko wana wapi? Mimi nilipata ndio wanafunga, ndio walikuwa tayari washapanda maua kwa nini? Nilipata sufuria zikioshwa. Kwa mahali kulikuwa na mazishi. Sasa hiyo ndio nafika, nimebeba stand. Wewe siku ingine nilisema tuliachana naye usiku. Akaniambia Pastor Garo, wewe enda, maana anafaa kuamka saa 10. Sasa kusikia hako ndo mpaka mazishi. Alienda mazishi ambayo ilikuwa imezikanwa. Kutoka wewe ya uwedo wale hapo. Siku ingine unikumbushe kubeba passport. Unajua mimi nimezoea kubeba national ID. Beba zote na hiyo imefiwa. Na siku hizi ako na deni mpaka ya nini? Ya Jabo Jet. Jabo Jet. Tunaenda pale anaambiwa na uko na deni yetu ya 15,000. Hapo walijichezea hapo. Ile kwanza nilikuangalia nikashindwa. Kwani unaendaga usiku bila mimi kujua? Because unafika hapa na wanamwambia hapo tu. Na wanaangalia wanakii data yangu wananiambia uko na deni ya 15k. Mimi nauliza Jabo Jet 15k kwani nilikuwa na travel wapi sijui. Akalipa tukaenda Maridi. Hatukupadia Maridi tukaenda Mombasa ili tuchukue ndege ya Mombasa. Kufika huko tena akaambiwa kuna deni ya 15k. Anakopa mpaka za Mombasa. Atinitumia by Airtel line. Sina Airtel line Charity Kamole. Triza Warui. Guy anyway. We, si watu tuonane. Unajua live mtu asikiai kutoka. So we'll see you guys. Tunawapenda sana. Happy New Year. Maana hatuko tumeonana hapa. Happy New Year. Thank you so much. Na mbarikiwe. God bless you so much. Na Mungu hatende mema. Shalom. Shalom. Good. Tukutane Nazareth. Na Bethlehem. Na Judea. Na Galili.